Sasa ligi hata kwa FC Leopards wanasema ligi inaweza kuisha. Sisi tushafanya kazi yetu, tumempiga shemeji. Bas ligi wanaweza sema sisi tumeridhika, tushapiga shemeji. Noisy Neighbors tumewanyamazisha basi. Si cha ajabu Aston Villa kuipiga Arsenal. Na sijui Unai Emery walikosani wapi na the Gunners, kwa sababu kila mara Unai Emery akiona hii ni Arsenal, yani ndo anakuwa anatoa makucha yake yote. Leo niko na warembo hapa hivi, watoto wazuri wakuja kuwasaidia vile unajisajili hapo hivyo ukuwe member wa kambi ya ushindi. Naam, kila siku wanasema msafiri ni yule aliye bandarini. Karibu ndani ya meli ya kambi ya ushindi, ambapo tunasema na Mosbet mshindi ni wewe mtazamaji. Sheria na masharti kuzingatiwa. Jisajili rasmi ndani ya www.mosbet.com na una nafasi ya kushinda hela na zawadi kemkem. Ndani ya kambi ya ushindi tunapitia matukio na matokeo na pia ratiba ya michezo mbalimbali ikiwemo soka. Naitwa Abdul Ahmed, siko peke yangu mjengoni, bali naye Tataya Bana, miongoni mwa wana michezo ama watangazaji, wana habari wa michezo maarufu nchini Kenya, na pia wanamuita balozi, si wa Kenya pekee bali balozi wa mataifa mbalimbali. Balozi vipi? Kijana Kawangware tu. Kawangware wapi? Mtani kwetu mzima kabisa. Tukuulize za wapi sasa? Tukuulize za wapi? Manake wewe ni mwewe tu, mara leo Tokyo, usiwe hivyo, mara Singapore, mara Thailand. Utafanya KRA nitafute bana. Na sina kitu, sina chochote. Kwa salama lakini? Nashukuru mzima. Habari Arsenal lakini? Arsenal mambo si mazuri, lakini tutaizungumzia, tutazama ndani yake. Tuanze na hapa nyumbani. Mechi kubwa tulishuhudia Jumapili, derby la mashemeji ya 98. Na licha ya kuwa iliahirishwa ikachezwa baada ya wiki moja, lakini ilikuwa mechi zaidi ya mechi. Mashabiki walitokeza kiasi cha haja. Naam, ni mechi kubwa, mechi ambayo inatambulisha mchezo wa soka nchini Kenya. Na kwanza tuwapongeze mashabiki kwa kujitokeza kwa wingi, kusalia na amani, na mwisho tuipongeze FC Leopards kwa kupata ushindi. Of course waliingia kwenye mechi kama underdogs na wakajiprove. Kocha wao Fred Ambani alikuwa na pressure, lakini kabla ya mechi alikuwa na kauli yake ile kwamba mimi sijawahi kupoteza derby kama mchezaji na kama kocha, so hii haiwezi kwa mara ya kwanza. Na ni changamoto kwa klabu ya Gor Mahia kwa sababu wanapoteza mara mbili mfululizo dhidi ya APS Bomet na vile vile dhidi ya FC Leopards. Lakini kikweli FC Leopards jinsi walivyocheza, walicheza kwa makini, walicheza kwa kuzingatia mbinu za mkufunzi, na kikweli walistahili kupata zote alama katika uwanja wa Nyayo. Bao bila shaka ambalo la Julius Masaba kuwapatia ushindi dakika 25. Matokeo haya yanamaanisha nini kwa Gor Mahia na pia kwa FC Leopards hasa kwa msimu? Kwanza kabisa ni muhimu kwa FC Leopards kwa sababu Gor amekuwa pale juu, na nafikiri sasa hivi wako nambari 2 kwenye msimamo wa ligi. Mwisho wa siku FC Leopards ndio alikuwa na shinikizo baada ya kucheza mechi 3 bila kupata ushindi, umetoka sare. Lakini Fred Ambani pia naye alikuwa na shinikizo kwamba endapo angepoteza derby angefutwa ama angeondolewa madarakani kama kocha wa Ingwe. Mwisho wa siku imesaidia sana FC Leopards, zile cheche za mashabiki angalau zinapungua, na unapata kwamba mara ya mwisho kwa historia Leopards ilikuwa imepata ushindi dhidi ya Gor Mahia mwaka 2023, na mwaka jana Fred Ambani akapata sare mara 2 dhidi ya Kogalo. Kwa hivyo ndio Leopards waliingia kama underdogs, lakini mechi ilikuwa na umuhimu mkubwa kwa FC kuliko klabu ya Gor Mahia. Although pia kwenye ligi unapata kwamba kocha ambaye anapoteza derby anaonekana ni kama kocha ovyo. Sasa kuna baadhi ya makocha, kuna baadhi ya mashabiki wa Gor Mahia wanaanza kuangalia kocha Charles Okonor kwa jicho lingine. Huyu ni kocha gani? Mbona akafanya maamuzi haya? Huyu hatufai. Mbona tunapigwa? Tujazoea kupigwa, kwa sababu ni uchungu. Kwa hivyo kupigwa na FC Leopards huenda kamchongea kocha Charles Okonor. Unapozungumzia mashabiki, jana sherehe shamra tuliona pa katikati mwa jiji la Nairobi hadi usiku wa manane, mashabiki shangwe. Ni jambo zuri sana kwa Ingwe. Ndio hiyo ni furaha. Hata ingelikuwa kwamba Gor wameshinda ingelikuwa ni tafrija, kwa sababu ni derby la mashemeji, ukishamshinda mtani basi. Sasa ligi hata kwa FC Leopards wanasema ligi inaweza kuisha. Sisi tushafanya kazi yetu, tumempiga shemeji. Basi ligi wanaweza sema sisi tumeridhika, tushapiga shemeji. Noisy Neighbors tumewanyamazisha basi. Ni jambo zuri kuona mashabiki wanajitokeza, ni jambo zuri kuona watu wanaingia uwanjani wakiwa na familia zao. Mtu anaingia kwa utaratibu, anatoka kwa utaratibu, anafika nyumbani vizuri, hakuna story mtu amejeruhiwa
itakuwa ni kitu yani cha kujivunia sana, na tunaomba kwamba mashabiki waendelee vile vile tukielekea kujipanga kwa ajili ya michuano ya AFCON mwaka 2027. Naam, jambo zuri sana kuona sama mashabiki na ile hamasa kujitokeza uwanjani. Tuvuke boda, tuzungumzie kombe la dunia, manake linasubiriwa kwa hamu na hamumu. Draw ilifanyika Washington DC, Marekani, Ijumaa tarehe 5. Draw ilikuwa na mbwembwe za aina yake. Naam. Lakini moja kwa moja makundi unayoonaje? Makundi yote 12. Wengi wanasema kwamba ni hafifu, hakuna ile group of death ambayo unaweza sema hizi timu zote ni ngumu. Kwa sababu timu zimeongezwa kwenye kombe la dunia na kuna zile ranking, kwa hivyo unapata kwamba timu kubwa kidogo utapata labda ni 2 kwenye kundi, alafu timu nyingine 2 kwenye kundi, na unapata kwamba zina unyonge fulani. Lakini mwisho wa siku kombe la dunia inaanza kuchora taswira wakati ambapo timu zinaanza kuingia hatua ya timu 16 bora, na kikubwa tunatupia jicho timu za bara Afrika. Nafikiri tutakuwa na timu 9 pale kwa mara ya kwanza. Awali tumekuwa na timu 5 kwenye kombe la dunia. Japo Afrika Kusini wamepangwa kundi hatari sana, inakupatia taswira marudio ya kombe la dunia mwaka 2010, Afrika Kusini dhidi ya Mexico. Kuna mechi nyingine Senegal dhidi ya Ufaransa, inakupa pia taswira ya kombe la dunia mwaka 2002. na nafikiri sasa hivi hakuna ile tunasema excuse kwa timu za Afrika kwamba mmecheza mechi za kufuzu, muoneshe ubabe, sasa nendeni mkapambana na mataifa. Kikubwa kwenye kundi la timu ya England pale ndio kuna Ghana, pia kuna Croatia pale, na pia kuna Panama wanaonekana kuwa limbukeni kwenye group yenyewe, lakini Thomas Tuchel anasema mtu yote ambaye amefika kombe la dunia anastahili kuheshimika. Na ukiangalia England, uangalie Croatia, uangalie Ghana, lazima timu 2 zishuke hapo pamoja na Panama. So watu wanasema Panama, Ghana wanaweza ondoka, lakini bado Ghana wana nafasi ya kuweza kuvuka na kuingia raundi ya pili. Morocco wanacheza na Brazil mechi ya kwanza. Carlo Ancelotti kocha wa Brazil aliangalia ratiba akacheka tu. Lakini juzi Morocco wamecheza mechi ya kirafiki dhidi ya Brazil na wakashinda Brazil kule Rabat. Nafikiri ni mojawapo ya kombe la dunia ambalo tatamani sana, licha kwamba pia mechi zitakuwa asubuhi saa 9 alfajiri, saa 8. Hasa kwa bara Afrika itakuwa kwa bara Afrika itakuwa changamoto kidogo, lakini tutaamka kuangalia mechi. Bila shaka ni mapenzi ya soka. Mechi ya ufunguzi inasubiriwa, lakini wengi wanasema imepangwa. Ukiangalia katika uwanja wa Mexico City jini Mexico, tarehe 11 mwezi Juni, ni marudio ya mechi ya kwanza ya ufunguzi mwaka 2010 Afrika Kusini. Mexico dhidi ya Afrika Kusini. Unakumbuka Sifiwe Chabalala akiwaamsha goal for all Africa. Goal for all Africa ilikuwa ni bila shaka kumbukumbu kubwa. Kumbuka ni kambi ya ushindi, na mshindi hapa niwe mtazamaji. Mengi mazuri yapo hasa tunapoingia katika mwezi wa Disemba, mwezi wa shamra, mwezi wa zawadi kemkem. Tunakupatia zawadi, hautaamka na maruerue siku ya Jumatatu, manake Mosbet inakwambia kuna Greener Mondays siku ya Jumatatu. Kama wewe una mazoea ya kuwekeza kupitia jukwaa la Mosbet, basi unaweza amka Jumatatu uone tu wamekuzawidi, wamekupatia hela ambazo unaweza tumia kuwekeza, ama hela ambazo unaweza tumia bila shaka kwa majukumu yako ya hapa na pale. Vile vile kama wewe unawekeza kwa mara ya kwanza, kuna free bet ya hadi 50%, na ukiwa unawekeza kama kwa siku yako ya kwanza kuanzia shilingi 20 kwenda mbele, basi nakupatia 20 kwa hisani ya Mosbet. Kumbuka sheria na masharti kuzingatiwa yote kama ilivyowekwa, na hairuhusiwi kubet kwa mtu aliye chini ya umri wa miaka 18. Tumzungumzie Mo Salah hivi sasa, manake mengi yamesemwa, kauli kutoka kwa wachanganuzi wa soka. Mo Salah amepasua mbarika akisema kwamba amewekwa bench mechi 3 katika klabu ya Liverpool na amerushwa chini ya basi na kocha Arne Slot. Unaweza zungumziaje hii hali yake? Pengine kitu kimoja ambapo labda watu wengi waelewi, kuna baadhi ya mikataba ambayo wachezaji wanaweka, na unaweza kuweka kipengee kwamba katika mechi uchezeshwe dakika fulani, na Mo Salah amefunguka akasema kuna baadhi ya mambo ambayo alikubaliana na wakubwa wa klabu kabla kutia saini mkataba mpya. Kumbuka msimu kuelekea kuisha msimu jana kulikuwa na vurugu hapa na pale, Mo Salah itakuaje, lakini kulikuwa na dalili kwamba Arne Slot hakuwa na mipango ya kuwa na Mo Salah. Pengine alishawishiwa na wakubwa zake kwamba nyinyi wekeni huo mchezaji, muongezeni mkataba angalau kwa miaka 2 endelee kuitumikia Liverpool, lakini mwisho wa siku kuweka kwenye benchi
katika mechi 2 mechi 3 mfululizo. Amekuja akafunguka akasema kikweli wakubwa hawajatimiza yale mambo ambayo tulikubaliana, na mwenyewe akasema vile vile kwamba awali alikuwa na uhusiano mzuri na kocha Arne Slot, lakini kwa sasa hana uhusiano wote. Ni jambo ambalo kikweli linaleta vurugu kwenye timu. Sasa labda wanaitana mikutano hapa na pale, mikutano ya dharura kuweza kuamua kati ya Arne Slot na Mo Salah nani ataondoka, lakini mwisho wa siku fahari wawili hakai zizi moja. Utapata kwamba hapa ni either Arne Slot aondoke ama Mo Salah aondoke, na mwenyewe amesema yeye ataondoka aende zake AFCON. Akirudi Januari ajui kitakachotokea, lakini at the end of the day kama Arne Slot atatoka, ina maana kwamba Liverpool imlipe kipindi cha mkataba wake. Kama Mo Salah atatoka, ina maana Liverpool imlipe sehemu zake ambazo zimesalia, siku zake ambazo zimesalia, ama mwaka mmoja ambao umesalia kwenye mkataba, lakini pengine haitatokea. Michael Owen, legend wa Liverpool, amezungumza akasema Mohamed Salah ni mchezaji ambaye ana haiba kubwa, ni kama anamlinganisha na Cristiano Ronaldo, anamlinganisha na Lionel Messi, kwamba ni mchezaji ambaye huwezi kufanya naye base, huwezi kumdharau, kwamba atajitokeza na azungumze kulingana na mambo ambaye ameafikia kwa timu ya Liverpool. Lakini pia akasema huwezi kujitokeza waziwazi na kusema mambo kama hayo kwa umma, hapo tayari umecreate kitu ambacho anaita chaos kwenye timu. Na tumeona wachezaji wengi, unakumbuka Jadon Sancho alifunguka pale Erik ten Hag. Mwisho wa siku Sancho akapotezwa hivyo. Kuna wachezaji kama akina William Gallas walipokuwa katika club za Chelsea, katika club za Arsenal, walifukuzwa namna hiyo Tottenham. Kuna mchezaji alikuwa anajulikana kama Florent Malouda, alipokuwa Chelsea alipelekwa mpaka akaanza kufanya mazoezi na vijana chipukizi, na mwisho wa usiku mkataba wake katamatika na akapotezwa, akamezwa hivyo. Endapo Liverpool haitampeleka kwa loan mwezi Januari, basi ni mchezaji ambaye atawekwa pembeni tu train na vijana chipukizi mpaka mkataba wake utapokuwa. Sidhani kama atakuwa tena kwenye plan ya kocha Arne Slot. Unaposema fahali wawili, bila shaka wakai zizi moja, fahali mkubwa ni upi hapa? Manake Arne Slot msimu uliokuja alikuja akawasaidia kushinda taji. Naam. Mo Salah miaka nenda miaka rudi amekuwa nguzo muhimu, na msimu uliopita kushinda taji yeye alikuwa mstari wa mbele kuwasaidia. Nani hapa huenda kaumia? Mo Salah ataumia, atarushwa chini ya basi, kwa sababu unaambiwa kwamba uwezi kwa utishani wa master na hakuna mchezaji mkubwa kuliko timu. Sasa hapa afadhali waokoe sura, kwa sababu kama Mo Salah atasalia na tuseme hana maisha marefu katika soka yake England, ama katika klabu ya Liverpool, mwisho siku Liverpool wataangalia project yao ina ya miaka mingapi. Je, Arne Slot ana maisha katika klabu ya Liverpool, ama ni mtu ambaye anaweza akachiliwa? Unakumbuka kisa cha Cristiano Ronaldo na Erik ten Hag. Mwisho siku ilibidi kwamba Cristiano aondoke. Licha kwamba alikuwa big player, alikuwa legend wa team, lakini mwisho siku wewe fanya hivi kwa sababu ya timu, wachezaji ni wengi nini, na unajua tena Mo Salah akibaki na kocha afukuzwe, atakuwa na kiburi fulani, atakuwa anaonyesha wachezaji chipukizi kwamba hapa mtu anaweza akazungumza na akaachiwa na akaendelea. Kwa hivyo mwisho siku mimi naona Mo Salah itabidi kwamba ataondoka tu. Naam, alimekuwa nguzo muhimu msimu uliopita, mabao 29, assist 18, akiwa anaongoza katika orodha za zote mbili. Tunapozungumzia mabao, tulishuhudia mabao ya kukata na shoka weekend iliyopita katika ligi kuu ya soka nchini England. Kubwa zaidi ni wanabunduki Arsenal, bunduki iliwageukia katika uwanja Villa pa kutandikwa 2-1 na Aston Villa, na wengi wanasema tayari wameshaanza kuteteleka hivi sasa. Si cha ajabu Aston Villa kuipiga Arsenal, na sijui Unai Emery walikosani wapi na the Gunners, kwa sababu kila mara Unai Emery akiona hii ni Arsenal, yani ndio anakuwa anatoa makucha yake yote. Na it was a matter of time, wachezaji wa Arsenal wamechoka, wamecheza mechi nyingi, japo kwamba tuko katika mzunguko wa mechi 15, lakini utapata wachezaji wale katika UEFA Champions League wamehusika. Arsenal, Mikel Arteta alikuwa na plan kusajili wachezaji, kusajili striker, defense, lakini mwisho wa siku pia amekuwa exposed kwa sababu Magalhaes ameumia, Saliba ameumia. Utapata striker Victor Gyökeres ambaye mlete kufunga magoli kwa ajili ya kuafikia malengo pia ameumia kwa mkekani. Kai Havertz bado, Gabriel Jesus ndio anarejea. Kwa hivyo utapata kwamba kwa kiwango fulani sasa Arsenal inarejea kwa Arsenal ambayo tumeiona msimu uliopita, kwamba wakati ambao mchezaji ako suspension ama mchezaji ameumia, inakuwa na upungufu fulani kwenye timu. Lakini pia Aston Villa ni timu nzuri. Mikel Arteta nimemsikia akisema kwamba tutaamka tena. Tumecheza mechi 18 bila kupoteza. Tumekwenda katika mazingira magumu Old Trafford, tumekwenda Stamford Bridge, tumekwenda sehemu ambayo kiukweli huwezi kutoa alama ama huwezi kupata ushindi, na tukapata ushindi. Kwa hivyo kwa Mikel Arteta anasema bado
mwendo wako nao na watakwenda kufanya mazuri, lakini wakati ambapo Arsenal inapoteza namna hiyo na Man City inashinda, mwanya ni wa alama 2, Man City wanakuwa na ile confidence. Kitu ambacho kinanitisha na Man City ni timu ambayo sijui msimu huu, lakini jinsi ambavyo nimeona msimu uliopita ni timu ambayo inaweza kwenda mechi 10 bila kupoteza. Wanapiga 11 matches bila kupoteza mfululizo na Pep Guardiola na Pep Guardiola. Kwa hivyo Man City wakishikana vizuri itakuwa ni hali hatari kwa Arsenal. Hasa baada ya ushindi wao kuititiga Sunderland 3 kavu, kumaanisha kwamba kama ulivyosema alama 2 zimesalia, ndio pengo kati yao na Arsenal kilele mwa jedwali. Chelsea wakambulia sare Suluhu bin Suluhu ugenini Vitality dhidi ya Bournemouth, na Liverpool ilikuwa mechi ya kukata na shoka 3-3 katika uwanja wa Elland Road dhidi ya Leeds United. Hawa bado ni farasi ama tuwatajeje? Hao hawapo kabisa. Ni timu ambayo haiko serious. The way walitoka draw na Arsenal, walisema kwamba sisi tunapiga mtu ambaye ni champion. Sisi tunapiga champions of Europe, tunapiga champion of nini, na mwisho wa siku wanakabwa kona na timu ambao haipo kabisa kwenye ramani, FC Bournemouth. Na Bournemouth pia si timu ndogo, ni timu ambayo iko vizuri, lakini sielewi Enzo Maresca anataka nini kwenye timu. Unapata kwamba mara nyingi katika upangaji wa kikosi chake anamtoa Estevao, anamleta nani, hajui mtumiaje nahodha wake Reece James. Kwa hivyo kuna mchanganyiko kidogo katika timu ya Chelsea, na unapata kwamba sasa hivi ligi inavyoendelea timu zinaanza kuchukua nafasi. Itafika mwezi Januari tunaangalia sasa top 4 inakuwa ni vigumu kabisa. Kwa hivyo Enzo Maresca kidogo alikuwa sehemu, kuna wakati alikwenda namba 2 watu wakasema ligi ni ya Chelsea, lakini kwa jinsi ambavyo wanacheza hawana ile pumzi ya kupambana na Arsenal ama Man City katika kutafuta taji la ligi ya EPL. Naam, kama ilivyo kawaida yetu, kambi ya Mosbes mtaani ikiongozwa na beki wa kupanda na kushuka Issa Boke huwa inatua katika eneo lililo karibu nayo. Wakati huu alikuwa maeneo ya Githurai 44 kutangamana na mashabiki na wawekezaji wa Mosbes. Hello wagwan people, wanasemanga when music hits you, you feel no pain. Na leo kambi ya ushindi tuko hapa hivi Committee Road Untitled Lounge. Manze tumekuja kukula mziki pole pole na ordinary people. Watu tunapenda kutama audio, watu wamekuja kuenjoy reggae music. Mziki ambayo imeget people through a lot of things. Unapata mziki ya depression, mziki ya poverty, mziki ya politics, mziki ya revolution, mziki ya mapenzi, mziki ya love. Unanipata? Na leo tumekujani tu tusikie vizuri hapa hivi na watu wa Githurai 44. Unanipata? Na leo siko peke yangu. Leo niko na warembo hapa hivi, watoto wazuri wakuja kuwasaidia vile unajisajili hapo hivyo ukuwe member wa kambi ya ushindi. With 100 shillings, and you get 500 shillings from MC Cyro. Activate your most bets. You make sure you register. Sistuke mambo ya toothpick na tatu mboga kwa mdomo, sawa? Kakangu kwa majina naitwa Jonte wa Shosho. Fan wa ball, ndio. Unaona timu kama Sunderland ama Bournemouth? Arano. Hapa na Arano. Naona kwa fan wa ball, ndio. Timu yako gani? Yangu Man City. Man City. Unaona Man City wakipull upset washinde league time? Baya sana. Kwanza najenga wako namba 2. So unaona tu Arsenal baby kitu tena. Bebe kienda wapi? Unaona timu kama Sunderland ama Bournemouth inaweza pull surprise ishinde Premier League? Mimi kwa maoni yangu sioni, lakini sioni. Kweli? Unasema wale mababe wa ball bado ndio watashinda hiyo game? Kuzombo. Arsenal wameenjoy a very long run, lakini wamepigwa game moja. Na sasa hii defender wao Saliba na Gabriel wameumia. Unaona Arsenal bado wako na chance ya kushinda hii ligi. Kulingana venye wanaenda hawana chance. Kwa tunaenda December na January ndio mwezi wa swara. Walai tena unajua wewe si mtu wa kwanza kusema hiyo kitu. Kuna mzee tu amesema hapa December inakuwa gaswara kwa Arsenal. Mbona unasema hivyo? Sasa injili hizo ngazi naandamana. Next ni Saka. Usha download Mosbet? Ndio hiyo niko nayo. Ume interact nao kwa user experience iko aje? Iko best. Iko best. Alafu sasa umesha download Mosbet, ndio? Ume interact nayo site umeona iko aje?
site iko poa. Mwanzo ukiregister unini wanakupea 50% ile ndio unaweka. Si ndio? Mosbet. Kabisa umedownload hiyo app, si ndio? Leo. Alafu umeinteract nao, umefilaje experience? Alafu acha niambie kitu moja. Hii bukla nyingine ya kijinga, sawa? Nimeapply. Unajua nimekula ngapi? Chakula poa. Tumechi hapa na country marketing director wa Mosbet. Mbona unacheleweshaga kichele boss? Hakuna mtu ameshacheleweshwa. Kichele kwa wale wajui pesa yako pia anaongea shilingi mingi sana. Maziwa, locked door. Mosbet wasemanga ni kambeoshi. Na unaposhiriki na sisi umekelea bet yako result inaonyesha pale congratulations. Ni automatic iko kwa wallet yako. Ukitaka una withdraw anytime every day of the night. In case kuna any talent is our customer care line is always open 24/7 to cater for you. Also you can inbox us on our social media platforms, on Facebook, Instagram, Twitter, tutakusaidia. Umesikia? Hata ukiamka saa 9 ya usiku na ulikuwa umebet sijui timu gani huko Yugoslavia itaingia. Sawa. So kutoka leo hata wewe ingia hapo hivyo Mosbet, register, karibu kambi ya ushindi. Zetu. Sawa. Mosbet zetu. Naam, tuko katika kila mtaa, katika kila eneo, kaunti zote 47. Mosbet kama ulivyoona Isaboke. Voyo wanasema nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae, na inasemekana kwamba watu ambao wanapenda reggae ni watu ambao wana ukweli fulani. Watu ambao very simple. Boa. Wala ni shata. Mambo yako hayo. Tuingie moja kwa moja katika predictions, tuangalie EPL round ya 16 tuone kama utagonga ndipo. Manake Zema huwa na mbili zake ambazo zinagonga ndipo kila siku. Tuanze na kwa receipt ya mechi 5. Timu mbili ndio zinaingia. Huwa anachukua mbili tu. Si amepoteza. Anapoteza. Anachukua mbili. Hizo zinaitwa sure bet pale kwa Mosbet ni sure bet hizo. Lazima zikupatie mavuno. Mwoga. Haya, tunaingia match week 16, mechi za saa 12. Chelsea nyumbani darajani dhidi ya Everton, unaonaje? Hapo weka Everton kichwa. Yeah. Liverpool Anfield unaalika Brighton, uone kama mechi ya mwisho ya Mo Salah, tutasubiri tuone. Hatacheza Mo Salah. Maskini hatacheza. Amesema amealika familia yake Anfield kumtazama. Kwa hiyo unasema mbele ya wazazi wake, mbele ya mke wake anaweza kosa kwenye match day squad. Mo Salah, I'm telling you. Lakini Liverpool versus Brighton, sidhani kama Liverpool watakuwa na ile mwamko dhidi ya Brighton. Brighton pia ni wazuri. The best they can do hapo ni draw. Burnley wako nyumbani Tafmo kualika Fulham kichwa. Alafu Arsenal saa 5 usiku watakuwa Emirates kugaragazana Wolverhampton Wanderers. Hapo chukua mzigo wako wote, chukua mkopo, wekea Arsenal kupata ushindi. Mkopo tena. Weka kwa Mosbet. Haya, tuingie Jumapili. Crystal Palace nyumbani Selhurst Park dhidi ya Manchester City. Hapo nawekea Crystal Palace kwa namna moja ya kupata ushindi dhidi ya Man City. Nafikiri ni mechi ambayo inaweza kushuhudia magoli. Kwangu ukiniuliza nasimama na Crystal Palace. Alafu Nottingham Forest wanaalika Spurs. Hapo Spurs kichwa. Newcastle ugenini dhidi ya Sunderland kichwa. West Ham nyumbani London dhidi ya Aston Villa kichwa. Leeds United wataalikwa na Brentford katika uwanja JT Community. Ni mechi ngumu, hapo nacheza na GG. Jumatatu, wamekuwa watu wa Jumatatu siku hizi, manake mfululizo kila siku Jumatatu. Manchester United wako nyumbani Old Trafford dhidi ya Bournemouth. Mechi nzito, hapo wekea Bournemouth kupata ushindi. Ushindi? Naam. Nichague zangu mbili kwa haraka lakini sure bet. Arsenal versus Wolverhampton Wanderers. Arsenal kichwa rahisi sana. Over 3.5. Over 3.5. Nani atafunga Gyökeres? Huwezi jua, manake hata Gabriel Jesus akaingia hiyo mechi. Arsenal simwanzia hata timu ya volleyball. Sasa mpira inawashinda. Unaongea mbaya. Kufikia hapo, asante sana Tata ya bana. Shukrani sana. Kufikia hapo tuna la ziada ila kulikunja jamvi la kambi ya ushindi. Kumbuka mshindi ni wewe, na tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii Mosbet Kenya katika Facebook, Mosbet_KE katika Instagram, na vile vile Mosbet_Kenya katika mtandao wa X, zamani kujulikana kama Twitter. Kuna mazuri mengi wakati wa Krismasi. Jaribu jisajili rasmi www.mosbet.com ili upate nafasi ya kushinda mazuri zawadi kemkem. Naitwa Abdul Ahmed, hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.